Kwa majina naitwa Hamaro Shilo kutoka Vumbwe. Mimi ni CIA ambayo inamaanisha Community Information Assistant. Wenye huwa tunasaidiana na watu wa Vox Radio na Bridges Project. Hii Bridges Project ndio siku moja tukachukuliwa hapa kama CIA, nikapelekwa Minjila pale, tukawa na CIAs wengine. Tukawa tunazungumzia hii tabia nchi, mabadiliko ya tabia nchi, climate change. Ndio pale sasa nikapata wenzangu wa kutoka Hola wenye walikuwa wanatoa story kuhusiana na life na starting of fish pond. Wakawa wameanzisha vidimbwi vya samaki. Sasa siku moja tulikaa hapa, tukapata kuna jamaa walienda huko, fishermen walienda kutafuta samaki, wakawa wamekuja nazo hapa nyingi, na zile samaki zilikuwa ni ndogo ndogo. Sasa tukawauliza, hizi samaki mnatoa wapi? Wakasema wanatoa kwa vidimbi vingine huko zenye seasonal lakes, yani ni maziwa ambayo hayadumu, yanaingia maji kama wakati huu wa mvua yanaingia maji, wakati mwingine yanakauka. So yakipata yale maji ya mtoni, kwa sababu ya hii dike ya hii ya Tarda inaingiza maji, alafu ikikauka yale pale ndani kuna kuwa samaki. Wakati wa dry season, kama kumeanza ukame, wanaanza kukaukiwa paka ile ziwa linakauka kabisa, linakuwa halina maji. So wale jamaa walipoleta zile samaki, tukaziangalia, tukasema hizi samaki bado ni ndogo. So tuka create kishimo hapa, tukatengeza kashimo kadogo, tukasema tuweke maji kwa sababu tuko na borehole hapa, iko na fresh water. Tukaweka maji, tukapreserve zile visamaki. Nikapata ile story ya yule mtu, ikanifanya na mimi nianze kufikiria mambo ya fish pond. Nikaona ni jambo zuri, na immediately niliporudi ndio nikaanzisha. Tulianza hii ya ardhi, tukasave kwanza wale samaki. Wale samaki walikuwa wadogo wadogo, tukawaingiza hapo na wakatulia. Bridges na Vox Radio imenisaidia kwa sababu wamekuwa wakitutembelea pia nyanjani, wanakuja wanatupatia mafundisho, wanatuonyesha videos fulani za watu wetu wa huku ambao wamefaulu. Sasa wakija wakitufanyia, tunapata yani mawaidha ya hizi hali za mabadiliko zenye zinatuathiri sisi kama wakazi wa Tana Delta. Kwa hivyo wanatuelimisha jinsi pia ya kutumia mmea kwa wakati ambao unafaa. Yani unapanda mimea wakati ambao unafaa. Kama saa hii walituhamasisha kwamba tupande mimea ya muda mfupi kwa sababu mvua ni chache. Kwa hivyo unapata kila wakija wakituelimisha, tunapata ujuzi wa kufaulu katika masuala yetu ya kilimo. Kama kuna mvua tunajua maji hayata drain haraka, yatakaa muda. Lakini kama kuna kiangazi, ujue sasa hapo lazima uhakishe hiyo borehole iko na maji, kwa sababu tulipie mapema ili kwamba tusikose maji kwa fish pond. Manake wakikosa maji hawata survive. Kwa hivyo kama ni wakati wa kiangazi, tunajipanga kwamba tumelipia hiyo massive submersible iwe iko sawa, inatoa maji ya kutosha. Lakini kama ni wakati wa mvua kama huu, tunajua tayari ikinyesha maji haya drain haraka. So kama una issue nyingine unafanya kwanza, kitambo unatafuta pesa tena ulipe. Lakini nakupatia ile duration ya kujipanga. Mimi nawaomba wamama wenzangu na watu wetu wa huku Tana Delta, tusipuuze mambo ya utabiri wa hali ya hewa. Kwa sababu tumeona watu wengi saa hii wamepata manufaa kwa kusikiliza na kufuata ule ushauri. Kwa hivyo tukisikia kama Red Cross wametuma ujumbe, tuchukulie muhimu. Kama tumesikia redio inatangaza kuna kiangazi, kuna mvua fupi, kuna mafuriko, tuwe watu wa kusikiliza utabiri wa hali ya hewa na kuchukua hatua. Kila asubuhi ukiamka ukiweka redio ukisikiliza, ama TV ama ujumbe wowote wakati unaendelea, sikiliza kwanza, wiki hii wanasema nini. Ukishajua wewe utajipanga vizuri na mambo yako yataenda vizuri. Hali ya hewa ili niweze kukimu jamii.